Sauti bwana. Hapa hivi siku ya leo nachukua nafasi kushukuru kujitokeza kumsindikiza Kuka. Mimi namkumbuka Kuka kwa sababu mimi nimelelewa hapa tangu nikiwa mtoto. Miaka mingi nimekaa hapa hivi hata watu huko wananijua. Watu sawa. Karibu na mdomo. Haya, wacha tuanzie huko. Haya. Jina naitwa Jai Chepkalia. Chepkalia, mtoto wa nani? Bella. Mtoto wa Bella. Jina naitwa Jefta Krob. Mtoto wa nani? Bella. Bella. Jina mtoto wa nani? Noah. Jina Esther. My name is Masha Gaidine. Yes. Msichana wa nani? Norana Liani. Jina naitwa Krasa. msichana wa nani? Helen Webo. Helen. Jina haya. Jina My name is Angela Webo. Angela Sikuku. My name is Miriam Kibali. My mother's name is called Fanis Nafula. Fanis. My name is called Jamila Taraji. Taraji. Msichana wa nani? Lindsay. My name is Gabriel. Msichana wa nani? Lilian. Mtoto wa Getu. Dara Chepke Memo. Mtoto wa Getu. Iko sawa. Sasa naangalia. Deme. Marvelous. Mtoto wa Nora. Sema jina. My name is Jefta Krob. My name is Sana yeye mwenyewe amewaangalisha huko kwa speaker. My name is Philip Wanjala. My father's name is Evans Barasa. My name is Gideon Bogisho. Bella. Bella. Sondo kwa toka siku. My name is Michelle Amani, mtoto wa Emily. Mtoto wa Emily. Kwa hivyo kuna mwenye anataka kusema kitu kabla mjaenda? Ndio yuko. Nani hajasema jina? Yes. Hivyo jamani, sons-in-law, I hope you are ready because you are the next and we are taking less than 45 minutes tukue tumemaliza mazungumzo. Tribute yangu kwa Kuka. Kuka, he may not be here with us, but his spirit remained in our hearts.
We will carry his lessons forward and follow his memories by living the same love and kindness he showed us. Till we meet again. Thank you. My name is Joanne. How I will miss you, Kuka. You are so close to me, more than a friend. My caring, loving, and generous grandpa. The moment you share for me the word of God and the endless sweets you buy for all of us, surely I will miss you, Kuka. But I know the word you always taught us, that we should do the right and prepare for the return of our Lord Jesus Christ. Rest in perfect peace, Kuka. My tribute to Kuka. Kuka was a such great person in my life. He encouraged and motivated me. He used to tell me to work smart while at school. Thanks, Kuka, for whatever you did in my life. I still remember those days when we used to eat mushrooms and fishes together, laughed together, and make stories. To me, you were more than Kuka because you supported me financially. The memories, happiness, and laughter we had together will forever live in my heart. I thank God for the years we had together, and I already miss your presence. Goodbye, Kuka, till we meet again. I'm Nasi Zipporah. Good. And all the time, I want to leave you with a memory verse. Psalms chapter 91, it says, whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to him, you are my defender and my protector. You are my God, in you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with his wings, and you'll remain in his care. Amen. Kanisa takatifu pamoja na wote, Mama Janet na shemeji yetu Madam Helen, sisi tumekuja hapa kutoka katusi ndogo ya Gomula na rambirambi zetu za pole. Tumesimama hivi, hawa ni mandugu zangu. Sisi tulichukua hapa msichana, tuliwinda na tukapata hapa madam a graduate. Madam Helen, nipo simama kidogo. Tulichukua huyo. Tungeomba tu kwa Helen, njoo tu. Njoo simame pamoja nasi. Wasichana waje wasimame pamoja na kupenda. Sasa vile wamesimama hivyo, huyo ndugu yangu alimchukua Madam Helen. Hatuna mambo mengi, hataongea mambo mengi kwa sababu ya mvua. Mimi kwa jina ninaitwa Evans Wamalwa, ni shemeji ya Madam Helen mkubwa. Alafu mimi nitaongea tu na kumaliza na mwenzangu ndiye atamalizia kwa sababu yeye ndiye ameathirika sana. Mzee Harun alikuwa mzee mzuri sana, mzee wa hekima, maarifa na busara. Tumekuwa na yeye, tumeshatangamana na yeye. Sasa sitaongea mengi ni kupita hapo. Nitapisha ndugu zangu hawa, kila mtu aseme jina lake, alafu ndugu yangu atamalizia. Tutaanza na wewe ndugu yangu mdogo. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Peter Wamalwa. Mimi ndo mzee wa Helen mdogo. Asifiwe. Asifiwe. Asifiwe Kristo. Kwa majina ni Ignatius Bwana wa Helen. Haleluya. Kanisa Matanga, ndugu zangu, mashemeji, nasema mjambo. Mimi naitwa Godfrey Wanjala, ni shemeji. Yeye atakuwa wa mwisho katika matanga haya.
haya. Nawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Kwa majina naitwa Emmanuel Wamalwa, nikiwa one of the sons in laws katika boma hili. Mzee tulipendana sana, alikuwa rafiki yangu, na kuonyesha kwamba alikuwa rafiki yangu, alikuwa amebaki tuna maua moja katika boma hili, na hilo ua akanipea mimi. Kwa kupewa last born si rahisi, so nashukuru sana na naomba Mungu ya kwamba akaweze kuwabariki sana. Asante na Mungu awabariki. Asante sana. Ningependa kusema kwamba nimehuzunika kufika siku hii ya leo kwa mambo haya ambayo hatukuwa tunatarajia kufanyika hapa. Niko hapa kwa ajili ya heshima ya baba ambaye siku ya kwanza nilipofika hapa yeye aliweza kunikaribisha. Kwa maana kwa mambo ya Biblia Yesu alikuja akaifunja ile roho ya ukabila. So nilipofika hapa nyumbani hakuniambia wewe ni mkabila fulani. Aliniambia sasa wewe unatakaje? So nilipofika nikamweleza mambo yangu yote, akaweza kuniruhusu nimchukue Gertrude asimame. Yeye ni bibi yangu. Gech, kuja usimame karibu na kupenda wako. Na akaweza kuniruhusu nikambeleka ile saidi ya Bomet wakale typical. So najua mnaweza shangaa kwamba amuchamuona mama. Mama aliweza kupata msiba, aliweza kumpoteza pia babake, na bado kuna ile usungu. Kwa heshima ya Gertrude nimeweza kufika hapa jana kama vile alivyonieleza kwamba baba ametuacha, na nikaambia lazima maisha iendelee, kwa maana kifo, hakuna kifo ilitoka kwa mwana wangu. Hivyo nikapatia Gertrude ya kwamba lazima usimame, kwa maana ukiwaza zaidi itakusumbua zaidi. Hivyo sitaki kuchukua muda mrefu, na napenda tu kusema ya kwamba boleni kwa ajili ya mama ambaye imebaki. Najua utaendeleza roho ya baba. Nilikuwa najua kwamba ni mkarimu, na zaidi nilijua kwamba anafuatilia maisha ya watoto wake. Kwa na yeye Gertrude kwa muda wa miaka 10, na nikapata kwamba wakati wowote anaweza kupiga simu kuuliza jinsi Gertrude anaendelea. Kwa mashemeji wangu wengine wakina Mkwazi nilikuwa nashindwa kusema hiyo sauti. Hata baba wakati mwingine nikasema vibaya, akaniambia ukiwa unasemanga tu baba ukinipigia simu. Kwa wakina Mkwazi nasema pole. Mashemeji wakina Emi ambaye pia amekuwa nasi karibu Helen, kuna Dino na kuna Leki Carol, nasema pole. Najua tulikuwa na mpango, tulikuwa na maagano, tulikuwa naye juu ya Gertrude, na tulikuwa na ratiba ya kuja kumalizia hilo swala, na najua baadaye tutakuja kuongea tuone jinsi ya kumaliza hilo swala, kwa maana huko nyumbani kama vile aliingia ukoo wetu kuna ratiba ya ukoo. Hivyo tunasema tu poleni kutoka mama, kutoka brother yangu, kutoka sister yangu, tunasema pole. Mungu awachalie mema. Kabla sijasema, nimeandamana na ndugu yangu mdogo, wacha tuaseme majina yake. Bwana Yesu asifiwe. So yangu yatakuwa machache. So kwa majina naitwa Daniel Rotich, natoka upande wa Gospel Kapenguria. So kwa familia pole. Asifiwe. Waombolezaji wote na wasalimu katika jina la Yesu. Kabla sijanena ama kabla sijasema, mimi ndio ama vile mwenzangu alisema saa ile kwamba alichukua maua ya mwisho, ile ya mwisho, ile the best wa hii boma. Yeye alichukua hiyo ya mwisho, mimi nilichukua maua ya kwanza, top one flower. Wacha tu akuje. Maua ya kwanza iko wapi hiyo maua? Ndio huyo sasa anakuja, hiyo ndio maua ya kwanza. Hii nikipewa na baba yetu ambaye ametuaga,
ametuacha. Kwa majina naitwa Imam Johnson, natoka kaunti ya West Pokot. Mahali naitwa Ortum. Tumekuja wapendwa kwa sababu ya baba yetu ambaye ametutangulia. Biblia inasema kwamba sisi zote tutalala katika Kristo. Baada ya kulala kuna kuamshwa, kuna kufufuka, kama vile wachungaji wamesema saa ile. Otherwise nimetoka West Pokot jana kwa sababu ya baba yetu. So nimekuja nikiwakilisha wazazi wangu. Wazazi wangu hawakuweza kufika. Baba alikuwa ameumia mguu, alikuwa akiendelea na matibabu. Hata wewe alikuwa anataka akuje, lakini mama naye ameshikika katika hali ile angeweza kukuja. Lakini hao wazazi wangu wamesema ambia mama pole, pamoja na jamii yote ya baba yangu baba mkwe. Poleni sana katika jina la Yesu. Mfarijike katika Kristo. Poleni mashemeji zangu au wote. Wazazi wangu wamesema tu wapeni nyinyi pole zao, msipokee katika jina la Yesu. So wapendwa, Biblia inasema kwamba kwa kitabu cha 1 Corinthians chapter 1 verse 3 inasema kwamba be comforted in Christ Jesus the way he also comforted you. Bwana asifiwe. Kwamba mfarijike katika Kristo kama vile Kristo mwenyewe aliwafariji. So Kristo wapendwa ametufariji, hata vile tumekuja hivi tumefarijika katika Mungu. Tunapata nguvu katika Mungu. Hata pole mama pamoja na madada zako na mashemeji zangu na kanisa na marafiki na majirani. Poleni kabisa. Let us be strengthened in the Lord. Hata Mungu awabariki. Tukienda West Pokot tutapeleka nini? Hata mbarikiwe. Amen. Nashukuru. Nasi maba barua bekire hukuliraho. Asante, wakati wako unafika kidogo. Nataka tu tafadhali, kwa heshima tu ya walimu, niko na colleagues ambao wametoka West Pokot na wako hapo pamoja nasi. Naomba tu my deputy Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Thank you so much. Mimi kwa majina ni David Kangale. Kabla siendelee na madam pia natoka Pokot, Madam Susan. Karibu sana. Thank you. Asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa nimetoka sehemu za Kakiriba. Madam, tuko na yeye kwa chama kimoja cha welfare ya West Pokot Diaspora. Mimi si Mpokot, lakini nafanya kazi kule Pokot. Mimi ni Mtachoni, natoka hapa Webuye hapa juu setu. Kwa hivyo ninashukuru wale wamekuja kulia baba ya madam, na pia mimi nilete salamu na rambirambi za walimu kutoka West Pokot. Mbarikiwe. Thank you so much. Mimi nasema kwanza poleni sana jamii, mama mzazi pole, kanisa pole, mkwasi wangu my brothers pole, dada zangu pole, na wana matanga wote poleni. Mimi ni David Kangale, nafunza na huyu mpendwa Bella. Huyu nataka niseme ni mpole vile mnamuona hivi. Is a very good teacher. Na nimeona mama vile anakaa hivi, nimeona mzee vile amekaa tu. Is a very good family. Wakati kuna kitu ambacho kimetokea kama ni cha haraka sana, ni mtu maongei sana, ni mtu ako na hekima sana. Tunampenda kama walimu na tunampenda kabisa tu. Naamini kwamba hata vile baba ameenda, mama mzazi nimeona vile amekaa pia, our mother looks very wise. Najua kwamba madam na wengine wote tutaendelea na hekima, alafu itakuwa sawa. Nataka niseme haya, Pokot nimeona mkwasi wangu, mkwasi ifingi nao, huyu dada yangu, mkwasi wale wako wa Pokot wote nasema pole, kuingia hawajafika kwa sababu tu unajua ni mbali pia, ama namna gani. Lakini nataka niseme kwamba wapendwa, wacha tuseme haya maneno haya machache. Kama vile wamehubiri, nataka niambie mandugu zangu, marada zangu wote, mama angali, wazazi wangali,
Nilikuwa naambia Bella kila anapenda neno sana huyu madam, anapenda, ameokoka, anapenda kuhimiza kila wakati. Niambia mimi nikaona baba, nikamwambia hata kama kuna kitu kidogo hata 50 ako papoa ile hambi. Akaomba ile ngine wewe. Baka amwele ngine kidogo na maneno akafuata. Ona Bella, nenda baba sangi boss. Na msima mayali ana. Mayazi fomu kana. Sawa. Utunze huyu mama, baraka tutazipata, wajukuu watapata baraka za kutunza mama. Ama namna gani? Ala wazimisa mengi sana, natoka Pokoti. Na tunakaa kule West Pokoti. Nataka niseme kwamba tukienda kule kwingine, nakaa kule lakini nakaa pia Pokoti. Tutapeleka salamu Pokoti, ndio? Wewe hapa itikabiko. Na rambirambi ambayo nimepewa na shule, ndakabidhi madam. This is your condolence. Mungu akubariki sana. Mponesaji, napenda kuwasalimu kwa jina la Yesu. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa hivyo mimi ni mchungaji vile mmesikia, kwa majina naitwa Roron. Na hudumu na Crisis the Way Ministries. Na kuja kwetu Pandei ni kwa sababu ya huyu mzee. Kuna wakati tulikuja kuchukua hii msichana na imekuwa ni jambo lingine tena ya kwamba tuje kwa sababu ya mzee kuondoka. Kwa hivyo ni jambo nzito kwamba tukuje tulie pamoja, kwa sababu maandiko nasema ya kwamba lieni pamoja, furahini pamoja na wao wanaofurahi, na pia mlie pamoja na wale wanalia. Hiyo ni kitabu cha Warumi 12 mstari wa 15. Kwa hivyo kuja kwetu hapa ni kuja kuungana pamoja, kusaidiana kwa ima jonzi nzito. Najua ni nzito sana, lakini Mungu atawafariji, Mungu atawapatia amani. Wale yangu itakuwa machache tu hayo. Najua ya kwamba tutarudi kule Pokoti. Kwa hivyo tupeleke nini? Asanteni sana, Mungu awabariki. Tisa mwezi mmoja kulisia msalia sundubu. Ndio. Kwa majina naitwa Alex Webo. Mimi ndio first born katika familia hii. Na wakati tutaanza kuzungumza, tutaanza na mdogo, tukija hivi itakuwa mwisho. Na kabla sijaongea, labda kuna mwingine anaona pia alikuwa anaitwa baba Mukalaye Zialanga Papa Aronyali Papa. Domalandi, karibu. Na wakati baba Aaron alikuwa anaendelea katika mauguzi yake, nilikuwa nawasiliana na baba yangu anaitwa baba Professor na baba yangu George. They used to inform me everything that was going on. Na nilihuzunika wakati nilipigiwa simu siku ya mwisho kuwa baba yako ameweza kuaga. Bwana asifiwe sana. Praise the living God. Tumeweza kusimama na baba katika hali ya kamati maandalizi ya haya matanga. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mengi yamefanyika ya wapendwa. Na mimi napenda ukweli, na ukweli sema na iwekwe huru. Praise the living God. Kuna kitu inaitwa WhatsApp group. Kuna pesa iliweza kuchangishwa katika WhatsApp group. Bwana asifiwe sana. Sisili ingi charu rabachanga charu rabasana. Lakini update through the treasurer, kuna kitu rutuficha. Bwana asifiwe sana. Family ya miliongisa kwa hapo dako any update tawe. Bwana asifiwe sana. Tafadhali next time wacha tuweze kuwa makini tunapofanya kitu kama hiyo. Mkaweze kubarikiwa jamani. Kana mimi sijali hiyo busara kwingine. So nataka tu Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, na wape hawa ndugu zangu nguvu waendelee kusimama, na najua Mungu atawalinda, atawainua, na ile nguvu ambayo mzee alikuwa amewabeba nayo, najua lazima atatoa mmoja wenu atasimama kama mzee, na tutazidi kusonga mbele. Wacha Mungu awatie nguvu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kise ndio wanaendeka bilinga leo ni mwana humbena. Esa Mungu mno mwefe ni mo. Alihoja malunde alipapa sikala ka kuseka somyanga no lendindi. Nona sanati bisho msimi. Nesembo lendi nenicha no musima mukukarabisha mwakukarabisha ngeli kwese kendi sana kamani kwa Mungu. Kubela kuli kwafu bila kini. Kulile mu Yesu sikila Yesu.
khocha na kaka kubolani kwihali mu Yesu niye umsale wefu na kwimbula lwimbo lwa hapana rafiki kama Yesu. Na mbarikiwe. Mwami Yesu avume za kumazina bandanga balikatharine naliaka omwana wa sapeti nambavu maliye kuukya kwamba kubayo kwamba kulyanya abasapeti ne kafwa abefosa kulimota malanga khocha bali muno maichanet wira za musikelesya khocha ngarika ka khole kwalilira kwakhola kuriana lakini khocha abeka khutira lukali makakwa lutende lukali na kuicha muno khola sanga khocha na kholanga bayaya kakwambana mukhola sanga mukholanga kwamba kubelela kata balalasa bechileta kubela ndiko bakubukula kwamba khuli yani mai nafwa muno aba sali mota malefu ezikuli efa kuli namba pe mungo muno mukakutombora ta undi bakakhola kho kimima kimibi balala babele lakini fa kwechi ngasapechi muno namwenga namba fwa mungo muno wela mulinde nenako. Wote ambao wamehudhuria matanga ya baba yetu kwa jina la Yesu Kristo, hamjambo. Iwapo tutaongea mimi nitanyamaza mpaka vile mtanyamaza ndiposa niendelee, kwa sababu hatuwezi kuwa tunaongea sisi wote. Tafadhali, asante kwa kunisikiza. Nitakuwa mfupi sana na ningependa kuanza kwa kualika watu tu kadhaa waje hapa mbele kusalimia umati wa leo, alafu nitaongea maneno mafupi sana na nitakuwa nimemaliza. Nitaanza na mwalimu wetu mkuu, mwalimu Agri aje pamoja na Msakasa staff waje wakatusalimia. Jambo wote. Tumekuja kikundi kikubwa. We came a full bus. These are teachers from Kimaiti sub-county, the new sub-county in Bungoma County. Because of time, I think Madam Helen, these numbers suggest the great love your colleagues have for you, and that's why they have decided to stand with you this moment. Mimi, as Madam said, my name is Agri Makungu. Mimi ni mwalimu mkuu wa shule ambayo Madam Helen anafundisha. Na pamoja nami kuna walimu ambao wameungana pamoja nasi. That's why I'm saying we are teachers from one sub-county, na hatutataka kupoteza wakati sana. Ninalipenda vikundi ambavyo viko na rambirambi katika kikundi hiki kizima wasonge tu hapa mbele. Taka wote tumesimama hapa tukisema pole. Kwa majina naitwa Anne Marisia. I'm the treasurer Siboti Teachers Welfare in Games and Sports. Madam Helen tunashiriki naye kwa michezo. Tumefika hapa tukisema Madam pole, be comforted in the Lord. Tuko na basha yetu tutakukabidhi baadaye. Niko na chairman hapa, wacha pia sana. Okay, thank you. Demo matanga na Kitui ambaye ni chairperson Siboti Games Teachers Welfare Association. Nimefurahi pia nimekuja kumbe kuzika my fellow old boy. Kumbe ndio walianzia Chesamis High School, alafu nikaenda huko baadaye. Na kumbe kusomea Chesamis kuna nguvu alafu na afya. Mimi nilitoka Chesamis High School 25 years ago. Thank you. Pia na mimi nimejumuika na hawa kuleta rambirambi zetu kutoka Kimaiti JSS Teachers Welfare. Madam Helen is our member. She's one of us in our welfare as Kimaiti JSS Teachers. On behalf of Kimaiti JSS Teachers, mimi ndio secretary, nimekuja na treasurer. Our chairman is away. Kwa hivyo tumeleta risala zetu za rambirambi kwa mama yetu pole, baba safiri salama. Helen alikuwa anampenda baba yake sana, alimfunza tabia njema. Hope Helen, you will transform that to our learners. Poleni. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Niite Phyllis Nangami. Mimi ndiye treasurer wa Kijusta inamaanisha Kimaiti Junior School Teachers. Ni muungano wa walimu ambao walikuja pamoja na kaunda hiyo welfare. Huwa tunatembea na mwenzetu kama amepata shida
na niko hapa kwa ajili ya Madam Helen. Madam, pole, si rahisi. Mimi mwenyewe nitaona ni rahisi kwa sababu mimi halijanipata, lakini wewe ambaye limekupata siku ya leo, wacha Mungu akurehemu, na tunaombea safari njema mzazi wetu ambaye ameenda. Haki sisi kama walimu sana kwa sababu ni wazazi wetu tu ndio wanaenda. Hakika tumesoma, tumepata kazi. Mahali wako sijui kama mko mwevu tu mkono wanasimi Webo, na mimi ndio mtoto mdogo kwa familia hii ya mzee Harun Lati Webo na mama Janet, na mimi nilikuwa nimpenda baba sana, and to be very sincere, my father was my role model. Wacha niwaambie, hata mimi kizungu huwa naongea. There's a time nilikuwa very poor in English. I could not even speak English in class 5. Na it happened that father akawa anatupa vitabu vya Kiingereza, anatupa tukisoma, na tulikuwa tunasoma, anatucorrect. So even the English I speak, I cannot say that yeah, the teachers participated, but my father participated very much in the English I speak. Even me being a teacher of English is because of actually him. And there's something else. Baba alikuwa mtu mwingine, I don't know, funny, kwa sababu alikuwa anajua almost all the learning areas. Ukimwambia hesabu anakufunza. There's a time hata na Gertrude akatufunza mpaka geography, akatufunza mpaka na history. Mpaka unajiuliza how come mzee kama huyu anajua hizi subjects zote vizuri sana. In fact, I can say he was more than knowledgeable. He was actually a genius. Na mimi ninajivunia kwa familia hii. Alitushika mkono na tena alikuwa tunafanya the right thing. There's a time that mimi expect nifanye harusi na si kufanya harusi. Akakuwa very disappointed in me. Akasema, akaambia mama, alingele nyalo kuiche bandu bake ni baile nipata kuiche sana litoka lima lisatima laba bandu baremona chisuti chimali. Ai mara ile nikaacha sari hadi. And nikawa drop na nikasema kweli hii ilimuuma. Lakini baba naye hakuniacha, akasema tu hapana, pale Helen alienda lazima nifuate. Akawaeka on toes mpaka akakuja huko, na alipokuja huko kaada ya mahari mara barera nganaada ya mahari wako labaria na barera, and alikuwa anafanya mpaka mtu anafanya the right thing. Sisi tunasema hii kujivunia, niko nasema tu hii kwa sababu baba alikuwa anafanya, sisi tunafanya the right thing. Tu kila mmoja, ninaanza na kanisa la CBM. Wale wanazungumza tunamalizia. Kanisa la CBM limesimama pamoja na sisi. Wakati baba alikuwa amefika mahali hawezi tembea, kanisa lituletea wheelchair na kawa anatumia. Nashukuru sana Holoya Batecho. Mimi ninajua mmefanya kazi. Watu wana very sure. Mmefanya kazi na tunashukuru kwa hiyo efforts zenu. Tunashukuru marafiki wote ambao wamesimama pamoja na sisi. Kuna wale wamekuwa wanasimama na sisi kwa maombi, kuna wale wametupata fedha. We cannot take it for granted. We are very much grateful. Na pia tunashukuru watu wote ambao wameparticipate wakati wa matibabu ya baba, especially my family. Vile mnaona tu hivi, all of us participated in it. Kila mtu alikuwa na kazi yake. We worked together and we thought that dad will be okay after that is now the medication and what have you, but Mungu kumbe alikuwa amesema siku zake zimeisha. Kwa hivyo sisi tunasema tuache baba akapumzike kwa amani. Kwa sababu Mungu akawabariki na watende mema. Amen. Nataka niwaombee kwa siku ya leo. Mali penye mtu mwenye yako asalamie mwenzake. Nataka kusema hivi, kama kuna mtu amepoteza kitu yake, kuna kofia nilikuwa mwenye anaongea huyo ni tata yangu. Nimekuwa na nguo nyeusi, mtu ameletea kofia kama ile yake ilipotea, ndio hii. Ili kwa majina naitwa naitwa Gertrude na Gwinde. Mimi ni second last katika hii familia ya mzee Harun Webo ambaye ametuacha. Wakati baba amekuwa mgonjwa, tumekuwa na mashifts za kusaidia. Tunaomba tusikize. Nitendi lino luyoka. Wakati baba amekuwa anagonjeka, hasa hii madakika ya mwisho ameshikwa na ugonjwa wa stroke, tumesikizana kama familia, tukawa na shift za kusaidia mama, hasa wakati wa kumpeleka hospitali na matibabu nyumbani. Wakati wengine wenzangu wote walimaliza shifti zao, ikawa ni mimi ambaye ilikuwa shift yangu ni kuja nyumbani. Nimekuja kwa muda wa wiki moja na siku 4 tu, na baba yangu akaaga. Mimi ndio nimemalizia shift ya kumuguza baba yangu.
Kama chakula yenye iko kwa tumbo babangu wa mwisho, ni mimi nilimlisha wakati wa mwisho. Wiki ile ya mwisho alikuwa karibu anaaga. Kwa hiyo boma tumekuwa watoto wamekuwa wanagonjeka, mama pia akawa mgonjwa. Ikawa sasa hata kusaidia baba ikawa sana ni mimi naangaliwa na ndugu yangu huyu Alex alikuwa na kuna kijana sister yangu anaitwa Jeremiah ambaye tumekuwa tunamsaidia. Siku ile ya mwisho ya jioni ya Tuesday ndio Wednesday akufe, tukamlisha baba vizuri, nikampa chakula akakula akamaliza. Nikaambia mama, baba amekula chakula amemaliza chakula yote. Mama alikuwa anafikiri baba atakula hii chakula. Dawa ya mama ugonjwa wake yenye alikuwa anagonjeka, dawa yake ya kwanza ilikuwa nataka aone baba kama anakula chakula amalize ndio yeye afurahi. Nilijua ndio akiona baba hakuli chakula anaendelea kuugua. Wakati nilimwambia hivyo nilikuwa natarajia mamangu afurahi. Ikafika wakati wa masaa ya saa 3 usiku, nikamwambia yule kijana ya sister yangu, nikamwambia, "Jemo, unaweza ukaenda nimetengeneza chakula fulani kukaa napenda, ilikuwa simsim nimeblend na njugu." Nikamwambia, "Unaweza kuja umsaidie baba umlishe." Alikuwa amekula sapa lakini nilikuwa na feel ni kama baba hii chakula nisijija mtosha ama nini. Leo na feel tu akule tena. Hakuna siku tumaimlisha masaa ya usiku kama saa 3 na saa 4, lakini hiyo siku roho nikaamua tu nikasema hapana, lazima baba akule tena. Nikamwambia aende amlisha akakubali. Lakini ikafika saa 4 nikiwa after watoto wameenda kulala wote, nimebaki peke yangu sitiru, mama amelala ni mgonjwa. Nikafikiria kwenda kulala, nikasema hapana. Nilikuwa naona ni kama huyu kijana ni kama atabeba baba chakula na huenda atampa vizuri ama ampe labda asikule. Lakini mimi nikasema hapana. Nikaenda nikamwita tena nikamwamsha. Nikamwambia, "Jemo, unaweza kuja ukanisaidia kunisapotia baba tumpe chakula nikusaidia kumlisha." Akakubali, akachangamkia, akakuja haraka. Akanisaidia kuamsha baba. Nikampa baba chakula. Ilikuwa simsim na njugu nilikuwa nimeblend. Baba alifanya hivi mkono. Nikampa bakuli kwa mkono wake. Akashika mwenyewe. Nikaanza kumlisha na kijiko. Alikuwa anatamani ashike mwenyewe akule na mkono mwingine. Lakini upande wa kushoto ilikuwa imeshikwa na stroke. Angeweza. Nikahurumia baba, nikasema anatamani akule mwenyewe lakini anashika bakuli. Sasa atakulia mkono gani? Ikabidi mwenyewe nikamlisha hadi chakula yote kaisha. Nikamwambia mama baba amemaliza chakula yote. Mama akafurahi. Nikaambia baba nikuongeza chakula kingine. Baba akasema hapana, yuko sawa. Alafu baba akaniomba maji ya kunywa. Nikampa maji. Mwenyewe akashika, nikampa kwa chupa, akakunywa mara 3 hivi. Akakunywa midomo 3, akanipa chupa, nikafunga, nikakaa chini. Tukamlalisha vizuri. Nikamuuliza, "Baba umelala vizuri?" Akasema sawa. Nikasema, "Umebalance kichwa vizuri?" Akafanya hivi. Hivyo ndio baba lala hivyo. Mama asubuhi akasema mlisha baba akashiba jana usiku. Baba amelala ako sawa, kaona amemrubu, mama akafurahi. Akasema amelala usingizi sana leo. Baba hajaamka wala saa zingine alikuwa anahisi joto, anajifunga blanketi ama nini. Akasema amelala vile mlimfunika hivyo. Hakutingika tena, amelishinda akingorota usiku yote. Kesho yake baba akatuacha. Asanteni kwa kuja wote matanga baba yetu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nitakuwa mfupi jinsi nilivyo jina langu ni Emily Webo, ikiwa mtoto wa 5, nambari ya 5 katika familia ya baba Haron. Baba amekuwa mtu mwenye hekima sana. Mambo yote aliyokuwa anayafanya alikuwa anayafanya kwa mpangilio. Baba alikuwa an accountant. Baba angeweza kumanage his 20,000 shillings kwa mwezi mmoja, ambapo mimi hata 30 shillings hata 50 siwezi kumaliza nayo wiki moja. Mungu aweze kutusaidia. Kile ambacho nitasema, baba amekuwa mlezi, amekuwa rafiki, na hatutapata rafiki mwingine. Tunaomba ya kwamba Mungu aweze kutupatia neema, atupe hekima na maarifa tunapojifunza kuishi katika maisha ya uyatima. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa maana
sisi sote Mungu aliwezesha baba akatupatia madhabahu katika boma hili. Madhabahu haya sisi tumening'inia katika madhabahu haya, ndio maana tumefanana jinsi tulivyo. Mungu aweze kubariki roho ya baba. Itakuwa mfupi kwa ajili ya muda. Baba alikuwa mpenzi. Baba safiri salama. Kabla nimalize, nina marafiki zangu, nina waajiri wangu, jinsi mhubiri alisema, hata kama unapata shilingi 2 chunga sana. Jinsi ninavyofanana hivi ni hao wa marafiki zangu ninao hapa. They have traveled all the way from. Na wasalimu nyote, hamjambo? Familia hii ni kutoka shule ya Green Crest Advent School in Kachibora, na tumeona ni vema tuje tukaomboleza pamoja na madam mwenzetu, na hapa mbele tuna mwajiri wetu, tuna walimu wenzetu, wafanyikazi na hata wazazi. Kwa hivyo kwa niaba ya shule tunatoa rambirambi zetu kwa familia hii, na tunasema kwamba Mungu azidi kuwafariji na aendelee kuwapa amani na ushirikiano mwema. Sina mengi, tutamruhusu mwenyekiti wetu wa shule aweze akanena zaidi. Asanteni. Wazazi wote hamjambo. Bwana asifiwe. Sisi tumekuja kama familia ya Green Crest Advent School. Hapa vile mwalimu senior teacher amesema, tuna wazazi wamekuja, hao ni wazazi wana darasa la Webo, teacher Webo. Tumezoea kumuita teacher Webo, Emily Webo, na wafanyakazi wengine. Historia ya mzee Harold, nimeangalia kitabu na nikaona ni alilala akiwa na miaka 83. Sio ndio tumeona wote? Na leo tukisimama hapa tunaweza elezea historia ya miaka 83 kweli tumalize? Tunaweza maliza kweli? Faraja zetu kwa familia. Mama Janet, pole sana kwa kupoteza upendo wako. Najua kwa wale ambao wamepoteza zaidi, si hata hao watoto wake, ni mama ndiye amepoteza zaidi kushinda sisi wote. Tunaleta faraja zetu kama shule ya Green Crest. Emily ni wetu, na ule mtoto alikuwa hapa na Michelle, hao ni watoto wetu. So kwa sababu ya wakati na hali ya anga na Mungu ameshikilia, tunasema poleni sana, na tunapoenda na wote tuende safari njema. Mungu awabariki nyote. Wembanga sarufu kusu. Lakini echa naba mwalimu ndo maholu Swahili kidogo. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya maisha ambayo alimpatia baba yetu. Tunamshukuru Mungu kwa maisha ambayo baba yetu alishia na sisi. Na hatukujua kati yetu ni nani atatangulia mwingine. Hatukujua katika familia kuna yule huwa anatangulia mwingine. Baba wetu alitufundisha kumtegemea Mungu. Katika mambo yote tumekuwa tukimtegemea Mungu kwa sababu tulimpata baba yetu akiwa ana msingi wa kumjua Mungu. Tangu vile watu naishi, sijawahi muona baba yangu akitafuta msaada ya mwanadamu. Kwamba genjeke ibandoleho, utinyumwe chule munju muno genjeko. Sikesi sikaswala ho mukangata. Hapa na hote ho mbona ho sawa mukanga sitakumona. Wai mbona ho sawa mulakusi sitakoza kumuhona. Akacha ho mulakusita. Abela alomanga salu hola kama bi ahon. Sini kwa akaunti yake. Kwa hivyo hiyo msingi ndio Mungu baba yetu alitupatia. Na pia baba wetu alikuwa tunashukuru Mungu kwa mahali ametufikisha. Tunaweza jisimamia kumtegemea Mungu, na pia tunaweza pata kipato kidogo. Acha tuacha tukihangaika. Karibu kila mtu anaweza pata ama anaweza jibangaishia, ama vile wanasema kuhustle. Kila mtu ako na hustle kidogo. Hatuwezi tukalia tukasema baba yetu ametuacha vibaya.
Mimi wakati nilikuwa naelekea Pokot, watu waliniletea viti, waliniletea thermos, kabati, kitamos hicho cha yatika cha wasio. Nilishangaa baba yangu alinipatia Biblia. Bible ya geti mbele Bible. Kambele siya Bible mu bandu boss. Mara kambo walera aliwewe sokocha kubera ta. Sikile boso kuila nanga nende baru atwabe kambo walera. Nono nakalo mali lakini hochi oba ili leliko waliaweli. This is the gift my father gave me. Wakati nimerudi akiwa mgonjwa, duty yangu ilikuwa wakati wiki ya tarehe 20. Ilikaa hapa 1 week. Niliomba deputy ruhusa akanipatia nikakaa hapa 1 week. Nilikuja kuanza na yeye kumpatia neno. Katika Zaburi 27:4 inasema ya kwamba neno moja ninalitaka kwa Bwana. Ni neno moja tu. Nilimwambia tafakari neno moja. Neno moja nalitaka kwa Bwana ni kukaa nyumbani mwa Baba nikitafakari ama nikiona wema wake. Kwa hivyo nilimwambia wewe unapokaa ukiwaza tafakari tu wema wa Bwana. Just guess on the goodness of God. Just guess on the goodness of God. Na nikamwambia wewe ulitoa shamba ukapatia kanisa. Ewe soloma nangano ndo mundu ta. Baba ho ulu. Wa halaba ne the battles were tough. The battles were tough. Mara kalo malike alinaruile kalo manaruile. The battles, the field of the battles. Alikuwa katika uwanja wa vita. But today we are singing the song of victory as we celebrate the life that the Father shared with us. May God bless you. Rafiki na majirani na wale ambao wamekuja wote kutuomboleza, nasema habari zenu. Kwa majina naitwa Dennis Webo, mimi ni kijana namba 4 na pia ni herufi D. Da inamaanisha kuanzia kwa A, B, C na D, mimi namba 4. Kiangalia huko chini mtashikanisha hizo letters. Kwa ajili ya hali ya anga, muda bado, kwa ajili ya hali ya anga nitaongea mambo machache sana. Watu wengi wameguzia mambo ya usomi ambayo baba alikuwa anashikilia sana. Lakini ukiangalia katika ile karatasi ambayo tumekuwa tumesambaza, tunaona kwamba mzee amekuwa mgonjwa for 15.5 years. Na kwa hizo kama ulikutana na yeye kwa hizo miaka 15 ama 10 hivi, haungejua kama hapo kwa medication. Alikuwa anaenda hospitali monthly or even after 2 weeks. Na lazima pia tujifunze kitu kimoja. Ile kitu ambayo nimejifunza hapo ni we should not give up. Kwa sababu the first time ilikuwa 15 September, alienda hospitali for the first time na akakuwa admitted. After being admitted, tukaenda huko. Akasema hakuna shida, mimi daktari ameniangalia ameniambia nitakuwa sawa. Na akatupea hopes. Na from there tukaanza sasa kupeana zile vitu ambazo daktari alikuwa amesema tupeane. Na kupitia kwa hiyo tunaona kwamba ameweza kuishi miaka 15 akiwa na diabetes na hypertension. Ile kitu ambayo imetuweza ni ile ya mwisho ambayo mkisoma pale ambayo imetumpata for the last 2 months ambayo imekuwa ngumu sana kwetu kuhandle. Lakini kwa hayo tunasema ni asante pia kwa muda ambayo Mungu alimpea kupa nasi. Kukuja kwenu tunasema ni asante for granted. Niko na marafiki wengi na sitawaamsha wote. Nikisema niwaamshe mtaanza kulalamika. Lakini marafiki wangu wengi hawasikii Kibukusu. Najua tumewachosha na mother tongue, lakini hiyo ndo the culture, we can't move away from it. Nikisema Kioko, unaweza wewe mkono pale ukiwa na Masika. Masika nasikia na wengine wako wengi wametoka sehemu ile akina mama watoto. Anasema ni asante kwa kuja kusikukana nasi. Waelezaji wote kwa ujumla na msalimu hamjambo. Na msalimu hamjambo. Mvua ipo. Mimi ni Tadbol. Vile jamaa kwa amesema this A kulikuwa na B, Bella, and Carol. D, C, E, F, H, Helen. Mama kazi yake ilikuwa ni kuzaa, baba weke jina. The guy sleep.
alizaliwa Mkweka, utakuwa mfupi, alizaliwa Mkweka. Ikakuwa wakati akapata rafiki ambaye ni CBM, lakini ikawa mama ko Pentecostal, Pastor Kelema ameondoka, ikawa naye baada amerudi Kweka. Mwalimu Teka, mwalimu Epa Hocha wakawaza, sababu kulikuwa na msuko baada ya kuna kanisa mawili, kuna Pefa Church, kuna Kweka Church. Akaja na tashukuru kwa sababu walikuja wakaka pamoja na tukaanza CBM ambayo sasa imeshika kutoka 1998 ndio CBM Christian Bible Mission tunaanza. Pili, Bwana alinifanyia harambe hapa ya kwenda Emuji Secondary School. Harambe, he gave me 4,000 shillings. I will never forget that. Sababu that's the foundation. Nilienda kutafuta admission ya college, nikaja nikamwambia dad, nimestruggle kwa mfuko wangu, lakini nimepata balance ya 5,000 shillings. Nikampata sehemu pale chini ambapo kwa nalima mahindi ya chakula. Akaniambia sina kitu lakini shika huu mnyama. Kambe have ya Windows, kambe have. Sikufika kwa boma na nilikuwa nimetoka Eldoret. Nikapiga hiyo ng'ombe hadi soko Webuye. Nikaiuza 5,000 shillings, not extra shilling. Nikarudi hapa Maikamba, transport na vihindi kama hindi hocha, nikaleka jipanga. That's how I started my college life. These are pillars that I've lost. Not just lost, he's broken. Sababu I know I'm strong. Alipana sehemu pale, hatujaizungumza kitu kwa sababu tunashukuru. Hatuna inheritance yetu kamili. Yote inaanzia kwa Mungu. That's why the first portion alipea kanisa pale juu. Christadelphia. Nashukuru Mwenyezi Mungu. This a man ametupanga. Mimi angenipigia simu siku ya Jumapili. Mimi. And the last talk I had, Dennis through WhatsApp video, tuliongea. Swali ningemuongelesha, yeye ni kama atamuka lakini sikumsikia. The last video call was on a Sunday. That's my day from him. Asante. Now nilikuwa nasoma shule engineering kwa sababu hiyo wakati hangeweza kununua kitabu ya engineering, angenipa vitabu vya accounts. Vitabu vya accounts vyake mingi mimi nimevitumia. So that's how dad was loving to us and very grateful having a dad of such a kind. Niko na marafiki ambao wametembelea, wameangalia vitu ambavyo wamevitumia kama wameondoka. Nashukuru. Niko na pia colleagues from other areas. So mimi ni baada ya miaka miwili navuka. Kwa hivyo sina station moja, lakini nashukuru kwa msaada wao. Niko na wanafunzi ambao pia tulisoma na colleagues from high school. Nimeona wawili, mmoja najua ataamka na administration sababu ni former governor county economic advisor Ramathi. Thank you. Siona mwingine lakini alikuwepo pia, nashukuru. Wale ambao wamenifuata, baba Zakwa, kina baba mama from Nache Lukusi, lakini wengine kutoka Kitale, a whole bus. Si mimi mnaomboleza, but my dad is an honor. Nashukuru. Marafiki wangu wote nisiwasahau, nawapa shukrani. Mchango wenu umekuwa msaada, na nitaomba kama kuna ile ambaye amepoteza baba ama alipoteza baba, mnikaribisha katika chama kwa sababu kwangu mimi Swell go rest. Asante. CBM na wageni wote ambao mmekuja kutuomba, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Alex Webo, ndio first born wa mzee Haron Webo. Mzee alikuwa rafiki yangu sana.
hata naweza sema yatima ambaye amebaki hapa ni mimi, sababu mimi ndio nitahuzunika sana. Nimekosa rafiki anapenda kukaa ambapo nimesimama hapa, na sitakuwa namuona hapa tena, nitakuwa naona kaburi. Na pia kanisani pia nitakuwa nimempoteza, kutakuwa na gap ambalo sitaweza kuziba. Baba amefanya kazi kubwa sana kwetu, ametulea, ametufunza, mpaka amefunza wajukuu, na alikuwa baada anaendelea kwa hiyo umri yake. Kama vile mwingine alikuwa anasema ati mtu mkubwa ukianguka ndege wanakuwa alingoho imanyina husa kulila enyonyi byayo nono fwesikako kesia alifweso khole lakini mchunga sana sana kisindili alikisimu kama kasima misemo sana. Baba yetu alikuwa anapenda misemo na mafumbo. Sasa vile alikuwa anasema hivyo, sio hiyo mwewe, alikuwa anamaanisha mambo mengine ambayo wengine wanaweza kujua. Sitaki niwachoshe na mambo mengi. Mungu awabariki sana wale ambao walitoa ili kufanikisha haya matanga. Nataka kushukuru. Nataka kushukuru kila mtu ambaye alitoa pesa yake, ambaye alisacrifice time yake akaja hapa kwa haya matanga. We don't take it for granted. Kwa hivyo kama ulitoa pesa yako na si kukuweka kwa WhatsApp, pengine nilisahau, unisamee, lakini vile umetoa Mungu ameona na Mungu atakubariki. Kwa hivyo nyinyi wote Mungu awabariki kwa kazi ambayo amefanya, na mfanye tena kwa watu wengine. Nasema asante sana. Upige tu. Yeah.
maswali, wale wananijua na wale wasionijua kwamba nimepatikana aje hapa. Lakini tukiwa tunamjua Kristo, sisi wote ni watu wa moja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi kupatikana hapa, nimepatikana kwa ajili mimi ni lecturer wa neno la Mungu. Ninamfunza Mama Janet akiwemo miongoni mwa wengine. Maybe kwa ajili ya muda wameenda, na kama wako wale wako, ninawasihi watakuja wapate tu kuwave na wataondoka. Bwana asifiwe. Mahala hapa pia ninaposimama, nasimama nikiwa rafiki wa karibu wa hii familia, na ndiposa pia nimepatikana. Bwana asifiwe. As wale wanafunzi wanapokuja, mimi kabla Mama Janet hajanena, nataka kuwakaribisha wapendwa, maana tunasema ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Bwana asifiwe. Nawakaribisha wapendwa katika Kristo. Kuna wengine mafuta yao hata siyawezi mara pale, lakini as you come, Pauline, Patrick, mkuje, na wakaribisha wana the queens wapate kuja mahala hapa. Wakiwa na mwelekeo wao wataweza kutuelekeza kwa ufupi, kisha mama ataongea. Masasi ndio. Na mimi tunashiriki kwa shule na mama. Nashukuru yeye ndio ameanzisha hii shule. Ilianzia hapa kwa nyumba hii. Na tumekuwa wanafunzi zaidi ya miaka 2 sasa. Tunajifunza neno la Mungu. Ya pili, mimi ni kijana wa hapa. Baba aliweza kusema songa kidogo, kuja tukae na wewe. Nashukuru kwa hiyo. Nashukuru kwa mama kukuja kila wakati kusoma, na ni mama amenishinda hata na miaka. Kwa hivyo namshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Peter Mlunda, nasoma na Mama Janet. Haleluya. Ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Ya kwa majina naitwa Pauline Osita Lubembe Nyahunyu. Haleluya. Tuko hapa. Hawa ni wazazi wetu, wamekuwa wazuri sana. Mzee amekuwa mzuri kwetu, amekuwa anatembelea tutammiss. Lakini tunajua Mungu ako naye. Mbarikiwe. Tunasoma pamoja. Wanafunzi kama wako wakuje kuniona. Amen. Bwana asifiwe. Mimi nilisoma mpaka form 4, na wakati niliingia kwa neno la Mungu, I'm now a lecturer. I can speak English with my kids, well spoken English, not the broken one. Mungu awabariki. Na sasa nawaalika queens. Wao watasema tu vile mwelekeo wao uko, but naomba ya kwamba nimepewa tu nafasi, maybe wengine waseme majina, but kitu cha maana ni kwamba askofu. Karibu mama. CBM ambalo limekalia ibada ya baba wetu pamoja na jamii, marafiki na wote ambao wamekuja. Nawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kama jina yangu ni Pastor Grace Losweti, ninahudumu na Favor Church International hapa Webuye, na pia tuko na kanisa mji. Lakini hapa unapoona wamama hawa ambao wako na cream dresses, hawa ni wake ya wachungaji katika mji wetu wa Webuye. Na sisi ukaa pamoja, hatuangalii madhehebu, hatuangalii mambo mengine. Sisi utiana moyo kwa sababu ya kazi ya Bwana. Na ndiyo maana tumekuja hapa, kwa sababu tunatembea na mama wetu Janet, na tangia awe katikati yetu, she is a blessing to us. Hatutasema mambo mengi hapa, lakini ukiwa mke wa mchungaji na uko hapa,
tafadhali, hapa ni mahali pazuri pakuwa. Najua sisi wake wachungaji hatuwezi ongea story tu kama wale wa mama wengine, lakini tukiwa pamoja tuna challenge zetu na tunaongea kama sisi, na Mungu anatusaidia kusimamisha huduma. Hapa niko na kiongozi wetu ambaye ni wa Bungoma Wives Pastors Fellowship, na yeye anasimamia Bungoma County, mama wetu Selina Waluhu. Nitamleta atazungumza, lakini kabla hajakuja tuko pia na chair wetu mahali hapa, chair lady. Huyu ndio mama ambaye anatulinda katika kikundi hiki cha Webuye Pastors Fellowship. Atasema tu jina lake, na mimi ni patron wao, lakini nitaomba aseme jina lake, na patron wetu tu ndiye ataongea, lakini wengine tutawave kwa sababu hata tukisema majina yetu hamtayashika. Kwa hivyo tutawave tu, ukitaka kutujua sana utatutafuta kwa tendi lile la nyuma na itakuwa vizuri. Otherwise, Bwana wabariki, tunawapenda na tunasema mama wetu Janet, tuko pamoja, tutasimama na wewe kwa maombi, na ninajua wewe you are strong na kanisa lenu ni nzuri sana, na ninajua familia hii itasimama katika jina la Yesu. Majina chea. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa letu la CBM, wachungaji wote wenye wako mahali, majirani, watawala wetu, nataka kusema hii ni siku yenye Bwana amefanya, na tunaenda vile ametupangia program. Vile wamesema, mimi nasimamia idara ya wake wa wachungaji Bungoma County. Dada yetu Janet ni mmoja wetu na amekuwa dada mzuri. Ushuhuda hatutoi tu kama mtu amelala, lakini pia akiwa hai tunaongea ushuhuda wake. Nashukuru mtumishi wa Mungu mwenye amelala alitupa mke wake, na tumetembea na mke wake, tumeomba pamoja wakati amekuwa mgonjwa, tumeomba, na mapenzi ya Mungu wakati mwingine hatuwezi kuzuia. Yesu akikata roho akasema, na mapenzi yako yatendeke yasiwe yangu. Naamini hilo ombi lilileta suluhisho. Hawa mama tunatembea pamoja, tukiomba, tunafanya vitu vingi katikati yetu. Mmoja wetu akivamiwa vile Janet amevamiwa, sisi ni watu wa vitendo, sio tu maombi peke yake, lakini tunatembea pamoja. Nataka kushukuru kikundi cha wake wachungaji, wamefanya kazi nzuri sana. Tangu kabla nduku alale, kuna kikundi kilikuja wakaomba hapa, na the following day he passed on. Na nimesema tunashukuru Mungu kwa kila jambo. From that day kuna wale wamekuwa wanakuja daily wakisimama na jamii. Tunataka kuambia pole sana, na Bwana akaweze kuwafariji, kwa sababu anasema yeye yuko karibu wenye wamevunjika mioyo, na tena anawapa amani. Mungu akawape amani. Kwa majina naitwa Reverend Selina Waluhu, natoka Nehemiah Ministries kutoka Malaa Kingdom Hospital, na wake wachungaji wenye wako hapa, na waomba kama hauna kikundi, kutana na hao wadada na injili iendelee. We are mothers in the land, we are gatekeepers. Nataka wapunge mkono kwa mama yetu Janet na kwa umati. We appreciate you Queens, Malkia Strikers, kazi nzuri. Asante sana. Niko na vijana wangu hapa, sijui kama wako karibu. Niko na Madamu Elka na Crisandus na Tom. Moja atawasalimia. Asifiwe tena. Watejo wenye wamepoteza kanisa na serikali yetu na majirani, kapole nikisema, napika pole nikimsalamia. Hamjambo tena. Mimi kwa majina wa metu ni Wanyonyi, na mwenye amelala yemeji. Sasa yeye ni namba 2 na wangu na ndio namba 3.
na kweli shemeji anakuanga mzuri kwa kulea, na tena hata mtoto kama ameteleza yeye huwa anapeana advice, na huyo mtoto kweli anasimama. Abakuangi hadi huyo mtoto ana wazazi wake, lakini kwa jumla awezi akaona mtoto anaenda hivi na muache tu kwa ajili ati ana wazazi wake. Yeye anachukuanga hiyo jukumu amuinise huyo mtoto. Wanja huyo Martin wangu alikuwa karibu sana na baba wake Haroni, na walikuwa wanazungumza mengi na baba yake. Shemeji alikuwa mzuri kwa kulea, na hata mkiona vile familia yake kweli ilikuwa imesimama, inaonyesha kweli ni mlezi mzuri. Ilikuwa inaonyesha kweli ni mlezi mzuri, na kweli tena ni mtu mcha Mungu. Hata amejenga kanisa vile Solomon alijengea Mungu. Asante. Thomas huyu amelala, alinipatia kasehemu hapa, so mimi ni kama mtoto wake, na nimeandika speech yangu ndogo nataka kuisoma. Ndugu, jamaa, marafiki na wageni wote, kumwenzi na kumupa heshima ya mwisho mzee wetu mpendwa, Mzee Haroni Webo. Mzee Haroni alikuwa mtu mpole, mchangamfu na mwenye ukarimu mkubwa. Alikuwa mwenye mapenzi na watu, na kila aliyekutana naye alihisi kukaribishwa. Alipenda kusimulia hadithi za asili yetu, majina ya maeneo na historia ya jamii yetu. Kupitia hadithi zake alituunganisha na kutufanya tuhisi fahari ya tulikotoka. Mimi binafsi nilimfahamu kama mlezi na mwenye kuniamini. Aliniamini katika shughuli nyingi na kunipa jukumu la kusimamia mambo muhimu. Aliona kitu cha pekee ndani yangu. Hata leo katika matanga haya nimepewa hili la kusimamia mazishi yake kama jia wa steering committee, jambo ambalo nalichukulia kuwa heshima kubwa. Mzee Haruni alitufanya tujisikie kama wana wake. Aligusa maisha ya wengi na kuwahamasisha kwa njia mbalimbali. Ndiyo maana leo tuko hapa kwa wingi kumupa heshima yake ya mwisho. Kwa familia, ukoo wa Batecho na wote waliompenda, napokea rambirambi zangu za dhati. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Aparoni kangaribishana Alanga alisesendo na Alex, and everybody knows that. Sasa ni second bonu wewe anani. So mai kangali kwa halengena yana most of the time. Every time no need anything or hakana kono wakana bali Carol Alex na langavs ndika sana no kulecha kwa ala bali musindu papa beka tima kwa halane kila wakati bana mas karibu sana kwa msimi na kuicha kuhulisha poefe. Asante. Alimu acha mai se rani kwa halangane ndi Mungu mno, karibu kabisa. Mwinji mwari serikali, kanisa
akiamuka mimi namuona, wewe umuone, mimi namuona. Akikaa kwa hii mti mimi nimemuona. Haleluya. Bwana Yesu afume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu afume. Bwana Yesu afume. Afuma. Bwana asifiwe sana. Nawashukuru nyinyi wote. Halo. Kanisa la CBM. Makanisa mengine. Halo. Hata mimi niko na sauti ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Majirani, marafiki, serikali, hata wengine wanaotoka mbali na karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda Yesu kwa sababu maisha niliyo nayo ni yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila yeye sina maisha. Nashukuru marafiki zangu na marafiki wa Haron, sijui Paulo wa Mrua, penye huko nasema tu asante sana. Shemeji Jeremiah, Addison na wengine pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewaona, nimewapenda, kuja kwenu kuna maana sana. Batecho bandu bala sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna shemeji wangu mwingine anaitwa Kakai huko. Amen. Na niko na msichana mwingine anaitwa Bitu na nyama huko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na msichana mwingine huyo. Mumeona hii boma? Hii boma kusimama ama kuonekana ni huyu na huyu. Kuna makosa? Basi enda tumkae. Huyu shemeji yangu nilienda kwa dada yangu my cousin. Nilikuwa naenda kutafuta kazi Nairobi kwa Angwari. Na huyu shemeji yangu Kakai naye aliniona, anakimbia mbio anaenda kutafuta ndugu Webo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema nimeona huku mtu. Nimeona tu anakuja jioni, anakuja asubuhi. Nikasema hapana, mimi hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona huyu msichana huyo Beatrice akanipembeleza. Akasema unaona nini? Yaje sibulikuwa vita ya kuja humanya hoyo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa luko basi kwa bao. Kuna makosa. Nampenda mume wangu, he is my king. He is my boss. Tena ni mwalimu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nilisoma, lakini yeye alikuwa ananisomesha sana Kiingereza. Tena ndiye amenifanya nimeingia kwa kusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona hata mwalimu wangu huyu ananijua. Amen. Wetu wa Mtejo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu wangu aliye mume wangu hana maneno mengi. Nilipoolewa kwake alikuwa kama amekuja kwetu. Hata dada zangu na ndugu zangu wanajua. Kwa kianza story, yeye anafanya tu mpaka story ishi. Hana neno. Amefika mahali vile ameenda kuzeeka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuja sasa hapa kumtembelea ama kumuona, atakuangalia aone uko kiwango gani. Ataanza story na wewe kulingana na jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo yanaisha tu hivyo. Anapenda watu wote wakiingia mahali hapa, hata watoto wadogo. Anawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna marafiki zake wengine hapa na sijaona. Lakini labda mkitoka hapa kesho nitawaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilipoolewa kwake alikuwa anafanya kazi Sheria House.
akatoka pale akapewa transfer akakuja Bungoma, akafanya kama alikuwa kama an accountant. Alikuwa anahesabu pesa, alikuwa mtu wa hesabu. Sababu alikuwa anakunyamaza tu. Kazi yake ni kufanya hesabu na kupeleka pesa kwa bank. Sasa tulipopata transfer na kuja Bungoma, wakampa kazi ya registration of birth and death kama officer. Na kwa sababu alikuja huku alitaka kuja karibu na nyumbani. Na kabla aende Sheria House alikuwa anafanya kazi na wazungu Americans pale Mombasa na Nairobi. Alifanya kazi nao kama mwalimu akiwafunza Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametoka Bungoma, utasomewa life history. Msichoke. Okay. Na brush tu. Akatoka Bungoma, akaenda Kapenguria, akarudi Kitale, akaenda Embu, akarudi Kitale. Akamalizia pale Kitale. Hata akafanya kupandisha pale kwa supply. Sasa kwa ajili ya ugonjwa wake kidogo hakuwa mtu mdhaifu. Hakuwa mtu mdhaifu hata ugonjwa kama ya malaria hajaenda kwa hospitali, yani mgonjwa malaria. Lakini baada ya kustaafu akaanza kuwa na ugonjwa, akaanza kuwa na ugonjwa wa kisukari na diabetes. Bwana Yesu, diabetes na pressure. Bwana asifiwe. Watu wanachoka. Hakawa na ugonjwa wa sukari na pressure. Na vile alikuja amestaafu, alikuwa ananisaidia kazi ya kuchunga ng'ombe na kulima. Moja akaenda kulima hapo chini. Akalima tu mara moja mbili na akaanguka. Kuna shemeji yangu hapa alikuwa anachunga ng'ombe, ndiye alimwamusha. Akamalizia hiyo kazi. Alafu akarudi nyumbani. Magonjwa yalianza tu hivyo. Siku nyingine tena akaanguka pale chini, na zilikuwa tu ni pressure na hii kisukari. Lakini ameendelea tu, akakuja akashika, akajua kumeza madawa ama kujidunga shindano ya insulin na kuenda kufanya jinsi daktari alivyomwagiza. Alikuwa amefaulu, hata hana ugonjwa. Siku moja juzi tu mwezi jana ndio alipatikana ya kwamba alianguka akafura miguu. Akaniambia jioni angalia unitazame miguu. Siwezi kukanyaga chini kwa sababu mguu wangu juu na chini umefura. Nilipotazama kwende kaona ya kwamba kweli mguu umefura sana. Kukaanzia tu hapo akaanza kushindwa kutembea mwendo. Sasa baadaye huu mguu kaanza kuendelea ukipanda, mwishowe ndio alipatikana na stroke. Na watoto wake hawa na washukuru, hawa watoto wote. Jinsi alipokuwa anaendelea kuugua, nikamwambia mtoto akasema wenzako wanalala, stroke inamaliza baba yako. Naye tulikuwa jukumu kuambia wenzake, ndio ilikuwa imefika tu hapa. Abidi aliwapigia simu usichana wa kwanza akafika hapa, Emily. Akamaliza hapa siku zake akatoka. Bella pia akakuja, akafanya kazi yake akatoka. Harold pia akakuja. Na alipokuja safari yake ikakuwa ngumu. Akalala kutoka Nairobi siku mbili hapa njiani. Na nikamwambia safari umetembea baba, lakini safari si mzuri. Akamaliza jukumu yake, mwingine pia akakuja. Watoto hawa wote wa Harold watoto wazuri. Sioni mtoto mbaya hapa. Hata mtoto huyu kutoka kule, huyu Kapsabet, yeye pia akafika hapo akasema na wewe, kumbe alikuwa ameambiana kwa simu, wewe ndio utakuwa hapa, basi ubaki kidogo
usaidiane na mama kazi, usiachie kazi ya kugonjesha baba, lakini kaa karibu na baba. Na akatulia. Hasa tumekaa tu hapa hivyo, lakini watoto tulitembea nao, tukaenda kwa hospitali Bungoma mara 2, tumeenda hapa kwa specialist wa diabetes hapa Webuye, tumeenda hata tukampima, tukampeleka hata pake Eldoret, pale Top Hill referral. Lakini hii kazi yote watoto walifanya, na walifanya peke yao. Nashukuru Mungu kwa sababu hao watoto wako na msimamo. Walisema ya kwamba mama, usilie, usiite, usiombeombe, wacha tujaribu. Na baada ya kukazana tu kwa muda wa mwezi mmoja, na unaona ya kwamba baba yao amewaacha. Lakini walikuwa wamekazana tu mpaka waone ya kwamba baba yao amepona. Na shukuru Mr. Webo kwa sababu alikuwa amenipenda sana, akaniambia nakupenda kwa sababu unanipikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa ni mtu wa kutoka, lakini niko na mpango wangu wa kufanya jinsi ya kumulinda. Hello? Nakuwa na mpango nikitoka na hakikisha ya kwamba nimemwachia chamulo mpaka apate ya kwamba kwa nafasi ambayo hana shida. Uzuri wake nikimuacha hapa, hata na wajukuu, yeye atakaa tu hapa, nikitoka asubuhi nikirudi atanigoja. Na ikiwa ni saa 8, ikifika saa 9 ataingia ndani ya nyumba. Sasa ukikuja hapa na vitina, yeye mambo yako atayafuata. Ukikuja hapa na kesha ati nisaidie, niko na maneno ugomvi mahali, atakukataza. Aseme moyo wangu hautaki mambo ya ugomvi. Hataki ugomvi. Haliwaachia watoto neno ya kwamba wapendane. Mfano ni kwamba akasema wasichana ushikane, na wavulana akawapa plot moja. Na nikasoma jambo moja, aliwapatia kila mtu sehemu yake. Lakini kuna mahali ambapo alisema hii sehemu mnakaa hapa watu 3. Nikaona ya kwamba kuna jambo hapo ya kwamba shikaneni, watoto wangu ushikaneni. Mwingine asijione ya kwamba ako na nguvu ambaye anaweza kupiga mwenzake ngumi. Mpendane, mshikane mikono, si kutoa ngumi. Ushikane mikono. Na nashukuru bashemeji wangu wanajua ya kwamba haya mambo ndugu webu ashamaliza. Kwa hii boma hakuna tashishi upande wote. Kila mtu ako na mahali pake, paka na wasichana amewapa kila mtu sehemu yake. Nashukuru wapendwa, umekuja kunipa nguvu, umekuja kunishika mkono wana Queens, hata watoto wa shemeji yangu Sapet. Mama anasema tu karibu. Wote waliechanga pesa kwa ajili ya kujinyima, hata kwa ajili ya safari kusonga mahali hapa kwa ajili ya kunipa nguvu, nasema tu asante. Hata shemeji Agnes pamoja na Marome wanimpata pale kama ameanguka, na niwa unaona amuka mshemeji Agnes, amuka kidogo, walimuamusha kwa mtaro. Hata mimi nikacheka, nikasema nani walikuamusha kwa mtaro? Walikusaidia? Akasema wako Kovange Agnes na Marome. Mungu awabariki sana. Lakini alikuwa anapenda mandugu zake, anapenda mandugu zake sana, shemeji Wilson na profesa. Sasa shemeji Wilson na profesa na Bernard na wengine tumeyaona hapa, utusamehe. Tunaweza kuwa tumehandle kwa njia nyingine ambayo haifai, tumewakalisha ambayo kwa njia ambayo si safi, si njema, tumezungumza bila kuwapendeza, tumekosa kuwapikia chai ama ugali. Mutusamehe. Alex yako wapi? Dennis na Carol. Wasichana hawa watawasimamia. Nataka tu mshukuru tu Mungu, na mshukuru hawa wageni wa baba yenu wote. Mshukuru kwa heshima ya kwamba
wasipatikane na maafa. Mungu awabariki sana. Ninaanza na Deno, Carol alafu Alex. Ushukuru kama kuna mpango wowote Mungu apange. Hello. Bahambola bali bane vote of thanks. Vote of thanks. Mala haba very specific ko batejo. Mala batejo mabakali babele muno bakali babele papa. Babele nafwe kwa menga kwanjile baka wamekwana Alikinga waves. Wale walizuia mawimbi. Haya. Na nashukuru kwanza, nashukuru mam kwa kunipa hii nafasi. Sio rahisi kwenda kuongea kwa nafasi ambayo sio yako. Na nasema asante mam. Umesema kweli, umenipa nafasi ya kuomba msamaha kwa niaba ya kama kuna jambo lolote ambalo halijaenda sawa kwa jamii yetu ya Batecho na watu wote ambao wamekuwa nasi, haswa ile complaint ambayo tulisikia ya treasury. Tulikuwa tulikuwa kwa Kiingereza wanaita we were overwhelmed. Tulikuwa overwhelmed na wageni kiasi hiki. Sisi hatujawahi kuwa na wageni kiasi hiki. Na ilikuwa kigafla na hatukuwa tumetarajia. Na kitu kama hiki kupata unashikilia mambo kulingana na ile wakati venye iko. Na hatukuwa na uwezo wa kurespond immediately. So kwa ile swali la kwanza nasema pole kwa kutoa update zile funds ambazo mlitupatia. Ya pili, hello. I go fine. Ndo maana ndio asali Papa Wilson. Papa Wilson kabelenga nano every morning. I has been here every morning and evening. Alikuwa anakuja mara 4 ama 5 kwa siku hapa. Baba Wilson sijamuona hako. Uri mna asali mna baba. Wako ile bula sana. Wewe mtu wa maana sana. Wabele na wanano. Wanaonio hapa komiti ya kwanza ndio alikuwa advisor. Papa Profesa Alianano, wao tanichangana kanisani, alikuwa kwa katiba, alikuwa kwa kamati. Tulikuwa tunaongea kuhusu harambee na mipango. Apart from harambee tulikuwa na mipango pia ya kuweka mzee kwa ile hali ya heshima. Na tunaona kwamba mara nyingi kuna watu walikuwa na mawazo tofauti. Lakini tulipokuwa tunaongea tunaona kwamba inakuwa tofauti, anakuja kanda na niuliza tufanyaje. Mimi nimeona hivi. Lakini mwishowe tulikuwa tunaongea lugha moja. Papa ndio maana asante sana. Papa Bernard asante pia. Ndio maana asante sana. Sikila wezisi wa bana ile kwenge papa si abe na bona kama kwa kaka rafua. Aruma ngasali wenyo hayo. Abagahu kaile. Sikila nalo malira. Malao niliona bakupe hemo. Nolo ba Bernard bula yo kusema wele zikila kunyakana ko bantu nolo ko muramuno nolo bantu barafu niyo ba ho mo ba sem papa ndi nibo bengele kaiba kina Papa George kwa bela ya fanano ka haba changa nano kama ndio asante sana abakazi nisibosi. Thank you. Asante sana. So mbara nandi ngemaika kolo ile kwa bali kukuloma na haba nimekase mukali kabundu. Bali kanze mukali kabundu khali ke cushion ta. Ekwefe bali na kwa pangile kulosi angalilala na mbako mundu le milali ali kulanjira kumisala ta. Ba kali banja kumisala bali kikwazi. Bali bunozo baba ta. Baba kwa. Ile ba zile ndio kwa zile kwa ta. Ndio nandi asante. Bwana chairman Batecho. Karibu. Hii boma ni kama mzee alikuwa na mambo akiyapanga
kwa staili ambayo mwenyewe anaielewa. Hii boma liko katika meko matatu. Kuna Alex pale chini, kuna Carol pale kando, kila mtu ana sehemu kando ambayo analima kando tatu. Mke wa Nona Hamosi amepeana kuna plots 1, 2, 3. Kwa Mungu na mimi tunasema kwamba amenunua kando na ile inheritance. Hivyo tunashukuru kwa yote ambayo ametupa nayo. Nitumie fursa wakazi wakina Wekatis, hai, naona kama tumemsahau. Hai, asante sana, asante kwa kutushikilia. Wali Moses na mahabita lakini maika kile ndege na mahabili. Tuma opportunity ngine hiyo. Lakini sasa kama wake nitawe hailukali. Vate cho mwezi na alimo chairman we vate cho Papa Saidi Fwamba. Yobanandi asante sana huwe haliliha hola chisa we halivisa vile ilukali malando manandi asante ilukali sana. Vate cho wavela anu bahole kasi ngali Papa Rafael Timona wawe na ya nano malaba kuyeta khwakhola kasi bindu byabe bilume lakini khwayetana bichisa chindi khwasukumana khano nena lakini atakha khusukumana khuryo tandi nisa byachile straight ta nono wakala khwakhole kholikosa abundu khulaba kholi pole sana malaza khukhela khuludi tawe lakini musima khukasi niyo mwakholele mungo muno mwerusisye mala mwakhola nokumwoyo kosi hata vandisa babelano physical ta lakini khwabone support yawe khuloma khuli asante sana limalilisi domandi okhamano wacha busata waka kamechi kalikho buli mundu atiyekho sindu nyanji. Asante sana wela mwichikana. Pamoja na mama Janet na watoto wake wote, ni wakati wa mwisho kabisa. Tunataka Mungu tukushukuru kwa muda ambao ulitupa tukaishi na ndugu wetu mpaka wakati na Baba Mtakatifu safari yake katika ulimwengu imekoma na wakati umefika. Tunataka tumweke mahali pake, angoje ufufuo wakati Yesu atakaporudi. Wakati huu nachukua familia ya wasichana na wavulana pamoja na mama, nikiwafunga pamoja, nikiwaombea nguvu wakati huu mgumu. Tushirikiane tukijua kwamba kila mmoja wetu pia atapitia mahali hapo. Wakati huu ni wakati wa mwisho. Tunataka kuchukua mwili tuweke mahali angojee mpaka siku ya mwisho ambapo atafufuliwa na Yesu Kristo. Wote ambao wamefika katika matanga haya tunaombea wawe na heri na safari njema wakirudi mahali walitoka. Ninaomba nikijua kwamba kwa ajili kuwepo alikuwa na imani yetu ya ndugu wa Kristo kwamba tunangoja kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na yeye pia atafufuliwa. Asante Mungu wetu kwa mpango na kazi ambayo imekuwa hapa mchana wa leo. Tunakushukuru kwa uongozi Mungu wetu. Tunaomba tuongoze hasa hii dakika ya mwisho. Tunaomba haya yote tukijua kwamba siku ile
Bwana atakaporudi utahoji na kufungua njia nzuri. Ninaomba nikiamini katika pendo safi la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Sisi ni kushukuru Mwenyezi Mungu, alafu atuongoze tuende tumweke ndugu yetu mahali ambapo anaenda kupokea Bwana wetu Yesu Kristo. Na kabla hatujapata maombi, tutapata neno kutoka Biblia, alafu tuombe. Kitabu cha Ayubu mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili. Kitabu kinasema hivi: mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache, nazo zimejaa taabu. Pili, huchanua kama ua, kisha hunyauka. Huwa kama kivuli kipitacho upesi, wala hadumu. Asante. Asante. Biblia yako kulesa wasi bobulu mundu nga kulyano sa fwesi babelano bose bakire nde kuli wasalwa nende omundu wesikhasi mala bali chindalo chokha kumenyela kusibala kuno kabula bene wanda ifwe bweponga amenyele kusibala kuno abirira mutabu chili chingali binyakhano bulwale ne kitabu kifwana nechene, lakini mwishowe bafwananisha mundu nende liuwa liruranga limena liba lilayi kabisa, lakini baadaye nga kumukulyosya nelyekhuna nelirurawo. Bulayi bwene akhaba maisha komundu nali umulamu kokesya mbu omulayi amoni bulayi bwene nga wanda ifu wepongabe, lakini kola abundu nakhilwa ata khukenda akhilwa kekhala busasi mwisho warurawo wanda ifu bulayi narura tekakhali sibofu kabisa. Kenyakhana khumanye khulinga nonyasi bworuri baadaye okhanyole sinana nonyasi bworu baadaye kenyakha nonyole bulamu bwe kimiko ne kimiko bukhalimo nende shita yosi yosi ta. Bulayi nga wanda ifu wepona alyali ali nende lyeyikini mbu Yesu Kristo nga khenchi alamwinyosi abundu yakha kumwila awo malali khacha kunyola bulamu bwe kimiko ne kimiko kakunyole lisa. Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa nafasi hii ya kipekee umetupa, na hukumu itakuwepo. Twaomba kwamba iwe hivyo, maana Mungu wewe mwenyewe ulinena. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Yao. 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 Yule kujiga. Yule kujiga instaga cement. Kafunika juu. Ya bani. Oh. Kafunika juu. Aya, asante mno. Kitabu kinachofuata ni kitabu cha Ayubu mlango wa 17 mstari wa kwanza. Kitabu kinasema hivi: moyo wangu umevunjika
Haya, asante mno. Kitabu kinachofuata ni kitabu cha Ayubu mlango wa 17 mstari wa kwanza. Kitabu kinasema hivi: moyo wangu umevunjika, siku zangu holo maino Ayubu mala Ayubu kabila ni kitabu kilichingana mala hano mali omuntu kumoyo kulasima abamba aho ngiri akolata ekahali kuko walamusa mumalo manye kama raibeno mwanda efwe wefonga na yali welenga ne kamugu kamwa mya kuiro ngo ena fasi yewe saizi abu kwano sisi tayari sasame pokea wanda efwe alihajana no kujindilao omwana wefu Yesu Kristo ni yeyenge ohejana maramukumbu kwa mambiro omu maramwiro semu maramwiro mugwanyi bawele bapapa wewe maramenyo ngomo kiko kiko amenya limi nyali hayo kote tawo yoshi ni hali moto magwale ta ni hali nenda ta ni hali neshika yoshi Yesu Kristo ndio hamkumbuke maramwiro sana hapo sasa. Tuombe. Baba Mungu wetu, tena tunarejea mbele zako tukiwa na fahamu tosha kwamba tunajua kwamba Yesu Kristo atakapokuja fuo itakuwepo, hukumu itakuwepo, na ni funzo kuu kwetu, kwa sababu yafaa tuwe tunafanya mema tungali hai, maana kwenye hukumu ni yale ambayo tutakuwa tuishayatenda ndio tutakayo yanena mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tutie moyo, tutie nguvu ili tuweze kufanya yafaayo kulingana na neno lako kwa Mwenyezi Mungu. Jinsi Injili ya mchana ilivyotueleza, tukawatendee wenzetu yaliyo mema ili tuweze kumfurahisha Mwenyezi Mungu, ili hukumu ijapo kwa Mwenyezi Mungu tuweze kuingia katika ufalme wako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Tafadhali kata mkusanyiko unapotafuta. Tena toka kwa Biblia. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 hadi. Kulingana na neno la Bwana mwenyewe tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai tuliobaki hadi kuja kwake Bwana, hakika
hatutawatangulia waliolala mauti. 16. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya turambeta ya Mungu. Nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Efo kuli bala mubalepe kuhendekhelela ta akhabaru nile kabomulamu sekehendekhelela ta saizi nali khakona endalo niye turumbete khapili ya malaika omubofu malaba Yesu kalumilala khupe turumbete ngana khape turumbete ali malaika oyoyo eturumbete ye khabekhe inyosya babandu bafwa aro ninga nali efo khukabe kabali eturumbete ye khape wewe ne nasi ne kulibala kukhanyo khubone wepoke nyokhe ne kuambatana naye kwakani nomwami wefu Yesu Kristo naba khuija khumenya ne naye ali kimyaka ne kimyaka kikhali meshita ta kimyaka kikhali metabuta nono bali bale kakuyeta ne kamakhuwa kenaka khumanyika khabasi mala khungone kimyoyo kyefwe banda efwe kakonilano omundu khamukumbuke mala mwinyosya nana akhabi Yesu Kristo yenge. Kwa hivyo sisi hatuna kumbukumbu yoyote kwa mwili ya ndugu yetu Haron, bali Yesu Kristo ndiye atamkumbuka na atamufufua na atampatia uzima wa milele. Kulufumbi hata abantu bali machifu kwa chifu yekhali khumupai pota nono lyene lyese ndakhola ta ekakhali khwasabile wanda efwe Haron chikhabi andi khwachaka khwilisha lakini nabo ne bakhole mupango abakhulekhela nafasi wanda efwe bakhole kasi ano malaba batata ni musima muongose family uche munjumo ngane khabakhole kasi ana. Nimeahidiwa ufalme mwema, nimeahidiwa ufalme mwema. Sasa itakinga hata hiyo tutaweka hivyo na ile ya sawa fundi wamwachia kasi. Wewe ulete mabati. Leta mabati yao. Sisi tunataka waachie kasi. Twende kwa Yesu mfalme mwema, twende kwa Yesu mfalme mwema, twende kwa Yesu mfalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Haleluya, 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 hata nikifa nitatawala tena. Haleluya, 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 hata nikifa nitatawala tena.